tusikubali kurudishwa nyuma kwa namna ya aina yoyote ile. Na hata adui zetu wanaposimama juu yetu, tukawashushe kila mawazo mabaya ambayo wako nayo dhidi yetu, tukayashushe, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinadhihirika katika ulimwengu wa mwili kama ni kuanzia rohoni. Tunawaharibia rohoni, tukawashushie rohoni. Wote ambao wanasimama kinyume na sisi kwa ajili ya kuharibu makusudi ya Mungu, hatuna sababu yoyote ile ya kucheka na wao. Adui akisimama dhidi yako kuharibu vitu vyako, haufai kucheka na huyo adui. Kuna kitu kimoja watu wengi hawaelewi. Yesu anasema, wapendeni adui zenu, wapendeni wanaowaudhi. Ni katika mwili, sio katika roho. Katika roho tunaharibu kila kitu. Leo mtu anafanya ushirikina dhidi yako na ukafahamu, hauna sababu ya kumchukia katika mwili. Katika roho, kwa sababu yeye anatenda vitu kwa namna usioiona, basi na wewe unatenda kwa namna ile ile, kwa njia ile ile anayotenda na wewe unatenda. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekupa neema wewe kupitia Roho Mtakatifu kuyatambua yote ambayo yako katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo una nafasi ya kupiga vita, kushambulia, kuharibu, kuteketeza. Sio kushika upanga kwa mkono ukaenda kuua mtu. Hapana. Kwa namna ile ile ambayo anaitumia, ndio namna ile ambayo wewe pia unaitumia. Na muwe na matamko dhidi ya ulimwengu wa giza. Muwaambie ulimwengu wa giza kwamba hauwezi fanya chochote mbele yangu. Jaeni ujasiri ndani yenu, sio kwa kawaida. Kwa sababu ulimwengu wa giza hauna huruma dhidi ya maisha yenu. Shetani yuko ili aharibu. Anaiba vitu vyenu na kuharibu vitu vyenu. Mkawe na mamlaka juu ya vitu vyenu na kuviambia vitu vyenu kama Mungu aishivyo. Hapana adui yoyote wa kuharibu chochote juu yetu. Yeye Mungu aliyetuita kwa mamlaka ya kwake na kwa neema ya kwake, tunadumu katika yeye. Kwa sababu yeye ni Alfa na Omega, yeye ni mwanzo na mwisho. Tutatembea katika uso wake yeye bila kuona aibu, bila kuona haya. Adui zetu na wajue ya kwamba yuko Mungu. Watu leo nyinyi mko mahali hapa, lakini watu wako mbali kilomita nyingi sana kwa namna ya mwili, lakini kwa namna ya roho wanajua nini mnafanya. Na kuna wakati wengine wanawachukia kwa sababu vitu vyao vinaharibika kwa matamko yenu. Unajua wewe ni washangazi jambo moja. Uliwahi kujiuliza kwamba mwizi anapokuja kuiba kwako amejiandaa kwa kila kitu, kiasi kwamba ikitokea unampa ugumu wa yeye kutekeleza jukumu lake la kuiba, anakuua. Yaani mali ni ya kwako, kitu ni cha kwako. Anapoona kwamba kuna mambo ya uongo anafanya yeye hayafanikiwi, anakuua. Sasa unatakiwa wewe pia uwe na jazba na hasira dhidi yake kuliko kawaida. Yoyote anayesimama kinyume na wewe, simama kinyume naye katika ulimwengu wa kiroho. Leo hii watu wengi wameharibiwa vitu, wani wagonjwa. Leo hii kuna watu hawana uwezo wa kupata kazi kwa sababu kuna watu wanawatumia mahali. Kuna watoto wako kwenye nyumba za watu leo, fahamu zao zimeondolewa, wanaonekana mazuzu kwa sababu ya mjinga mmoja. Unatakiwa kuwa mtu mwenye hasira kuu katika ulimwengu wa kiroho. Wote waliobeba vitu vyenu warejeshe wenyewe. Wapalieni makao huko waliko, wakajue, kwa sababu ulimwengu wa roho unasikia, unaelewa kile ambacho tunakimaanisha. Kwa hiyo sisi hatupaswi kuwa watu dhaifu. Nendeni, tembeeni. Yesu ametupa mamlaka hiyo. Mkawe watu nuru, mkawe watu ambao mnatembea katika kile Mungu ametaka mtembee. Msiwe watu ambao mnaonewa kila wakati.
Hapana.